Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Benjamin Muvatsi, na siku ya leo tutazungumza kuhusu somo la kanisa saba katika kitabu cha Ufunuo. Na siku ya leo tutaanza na Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka 7. Kristo anataka moyo uliojitoa, si shughuli za kidini tu. Efeso ilikuwa mji wa bandari katika Asia, eneo ambao leo ni Uturuki. Ulikuwa mji mkuu wa jimbo la Kirumi. Ulikuwa na watu takribani 200,000 hadi 250,000. Mji huu ulikuwa mdogo kidogo kuliko Craiova, kuliko Goma, kuliko Nairobi. Lakini katika nyakati zile ulikuwa mji mkubwa sana. Efeso ulikuwa mji wa mataifa mengi. Ulikuwa tajiri. Ulikuwa bandari katika bahari ya Aegean. Watu wengi walikuja hapo kufanya biashara. Maktaba ya 3 kwa ukubwa katika dola yote ya Kirumi ilikuwa Efeso. Ilikuwa na takribani hati kunjo 12,000. Lakini pia ulikuwa mji uliojaa dini za kipagani. Na katikati ya mji huu kulikuwa na kundi la Wakristo. Kulikuwa na kanisa. Kanisa hili lilianzishwa na Mtume Paulo kama tunavyoona katika Matendo 19. Baadaye Paulo alimtuma Timotheo huko, kama tunavyoona katika Timotheo wa kwanza mlango wa 1 mstari wa 3. Na baadaye hata Mtume Yohana alihudumia kanisa hili. Mapokeo yanasema kwamba hata mama wa Bwana Yesu aliishi katika eneo hilo kwa muda. Wakati wa mtawala Domitiano, kuelekea mwisho wa karne ya 1, Yohana alipelekwa uhamishoni katika kisiwa cha Patmo. Hili tunaona katika Ufunuo 1 mstari wa 9. Katika mji huu kulikuwa na mambo mazito sana. Hekalu la Diana. Efeso ulikuwa na mojawapo ya maajabu 7 ya ulimwengu wa kale. Hekalu la mungu wa kike Diana kwa Warumi. Kwa Wagiriki aliitwa Artemi. Alijulikana kama mungu wa kike wa uwindaji. Hekalu lake lilikuwa kubwa, karibu kama uwanja wa mpira wa miguu. Maelfu ya watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia walikuja kumwabudu. Karibu na hekalu hilo, watu wa kale walisema kulikuwa na mti wenye nguvu za kimiujiza. Waliuita mti wa Diana. Waliamini kwamba mti huo uliwafanya wanawake wawe na uwezo wa kupata watoto. Wanawake walikuja na kuugusa ili waweze kupata mimba. Katika miji mikubwa ya wakati ule kulikuwa pia na bustani za mtawala. Ziliitwa bustani za kimungu. Kwa lugha nyingine, paradiso ya mtawala. Mara kadhaa kwa mwaka kulikuwa na maandamano makubwa. Maelfu ya watu walitoka duniani kote. Walitoka hekaluni, wakatembea kwenye barabara kuu kuelekea baharini. Walipiga kelele, walicheza, walimwabudu mungu huyo wa kike. Kisha walirudi hekaluni
na kumaliza sherehe kwa uasherati mkubwa sana. Sasa fikiria, kama ungekuwa Mkristo katika Efeso, ungefanya nini? Marafiki zako wangekualika, majirani zako wangekualika, watu wote wangekuambia njoo pamoja nasi. Lakini ukikataa, ungewekwa pembeni. Ungeonekana kama mtu asiye wa jamii. Ungeonekana kama mtu asiye raia mwaminifu wa mji. Raia wa kweli wa Efeso alipaswa kusema, mkuu ni Diana wa Efeso. Na katika Matendo mlango wa 19 tunaona kwamba watu walipiga kelele kwa sauti moja kwa karibu masaa mawili wakisema, mkuu ni Diana wa Efeso. Agora, soko kuu la mji. Lakini majaribu ya Wakristo hayakuishia kwenye sherehe za kipagani. Kulikuwa na jaribu lingine kubwa sana. Maisha ya kila raia yalitegemea Agora. Agora ilikuwa soko kuu la mji. Hapo ndipo maisha ya kiuchumi yalipoendelea. Hapo ndipo watu waliuza. Hapo ndipo watu walinunua. Hapo ndipo mtu alipata vitu vya kuishi. Lakini katika mlango wa kuingia Agora kulikuwa na madhabahu. Ilibidi utoe sadaka. Sadaka ilikuwa ndogo sana, punje moja ya uvumba. Lakini sadaka hiyo ilitolewa kwa Kaisari wa Roma. Kama hukuweka punje hiyo ya uvumba juu ya madhabahu, ulikuwa unaonyesha kwamba humwabudu Kaisari. Na kama humwabudu Kaisari, basi hukuonekana kama raia mwaminifu wa dola ya Kirumi. Kwa hiyo usingeruhusiwa kuingia sokoni. Ishara ya uaminifu kwa dola ilikuwa ibada hii. Sasa fikiria kwamba wewe ni Mkristo katika Efeso. Ungefanya nini? Uweke punje ya uvumba juu ya madhabahu, ingie sokoni ununue unachohitaji, lakini umemsaliti Kristo? Au ukatae kuweka uvumba, ubaki mwaminifu kwa Kristo, lakini usiweze kununua chochote? Hilo lilikuwa jaribu kubwa sana. Labda baadhi yao walifika kwenye mlango wa Agora. Walimuona askari wa Kirumi akiwaangalia, kisha wakajiambia, hakuna ndugu anayeniona. Mchungaji wangu hayupo karibu. Punje moja ya uvumba si jambo kubwa, lakini kwa Mungu jambo hili lilikuwa kubwa. Ndiyo, mchungaji hakujua, lakini yeye anayetembea katika ya vinara vya taa anajua. Bwana Yesu anajua kila Mkristo anafanya nini. Anajua kama anabaki mwaminifu au la. Swali lilikuwa wazi. Je, wewe ni mwaminifu kwa Kristo au si mwaminifu? Na Yesu anawaambia waamini hawa, Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 3, najua matendo yako na taabu yako na saburi yako, tena ya kuwa huwezi kuvumilia watu wabaya. Bwana anayepita katikati ya vinara vya taa, yaani makanisa, anajua kila kitu kinachotokea ndani yao. Anasema, najua mateso yenu kwa ajili ya jina langu, lakini bado kulikuwa na jaribu lingine. Hekalu la Domitiano. Katika sehemu ya juu kabisa ya mji kulikuwa na hekalu lingine, hekalu la mtawala Domitiano. Nguzo za hekalu hili zilipambwa kwa sanamu za miungu ya Warumi. Leo tunaona mabaki yake tu.
Juu ya yote kulikuwa na sanamu ya mtawala. Sanamu hiyo ilikuwa na urefu wa takribani mita 15. Domitiano alijiita kwa majina makubwa: Mwana wa Adamu, Mwana wa Mungu, Bwana, Mwokozi. Majina haya ni majina yanayomhusu Kristo. Sasa fikiria Wakristo wa Efeso. Kila siku waliona sanamu ya mtawala juu ya mji, na mara moja kwa mwaka mtawala huyu alidai raia wote wamwabudu. Kwa sababu dola ya Kirumi ilikuwa na tamaduni nyingi na dini nyingi, Domitiano alitaka kitu kimoja kiwaunganishe wote. Akasema, kwa maana hii nitafanya dini moja, Mungu mmoja, mimi mtawala wa Roma. Mara moja kwa mwaka kulikuwa na siku maalum ya kumwabudu Domitiano. Kama ungekataa, ungehatarisha maisha yako. Ungeweza kuteswa, ungeweza kufungwa, ungeweza kuuawa. Hali yote ya mji ilileta hofu. Ama unabaki Mkristo na kuhatarisha maisha yako, ama unajichanganya na dunia na kumsaliti Kristo. Wengine waliuawa. Yohana alipelekwa uhamishoni katika kisiwa cha Patmo kwa sababu ya ushuhuda wa Kristo. Siku ya ibada kwa Domitiano ilipofika, Yohana alisema hapana, na alilipa gharama kwa kifungo. Wengine walilipa kwa maisha yao. Domitiano alianzisha mojawapo ya mateso makali dhidi ya Wakristo. Na pengine wakati Wakristo walipopelekwa kwenye kifo cha kishahidi, walikumbuka picha ya Ufunuo 1. Kristo anashika nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Hii ina maana kwamba Kristo ana mamlaka hata juu ya mtawala wa Roma. Anaona mateso yao, anaona huzuni yao, na bado yuko katika udhibiti. Waaminifu chini ya shinikizo. Pamoja na mateso haya yote, kanisa la Efeso lilikataa mitume wa uongo. Watu wengine walikuja na mafundisho potofu. Waamini waliwapima. Walijiuliza, je, hawa kweli wametumwa na Mungu au ni waongo? Kanisa hili liliwafunua, liliwaonyesha kuwa ni waongo. Fikiria jambo hili. Wako chini ya mateso makubwa, wako chini ya shinikizo kubwa, lakini bado wana nguvu ya kulinda mafundisho safi. Hilo si jambo ndogo. Na mtihani wao haukuishia hapo. Kulikuwa na mafundisho ya Wanikolai. Waamini wa Efeso hawakuyavumilia. Yesu anasema, Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 6, lakini unalo neno hili ya kuwa wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo mimi nami nayachukia. Usemi huu, unachukia matendo ya Wanikolai, maana yake ni kwamba hawakukubali mtindo wao wa maisha. Wanikolai walikuwa wakisema kitu kama hiki: jambo muhimu ni kuwa na imani kwa Mungu. Umesamehewa, haijalishi unaishije. Mwili huu tayari ni wenye dhambi. Kwa hiyo unaweza kutenda dhambi kwa mwili mradi tu una imani kwa Mungu. Lakini kanisa la Efeso halikuchanganya mambo. Halikuacha maisha ya dhambi yaingie katika yao.
halikuacha mafundisho potofu, halikuacha uasherati na uovu vitawale. Kama mambo yangeishia hapa, ungesema hili ni kanisa kamili. Kanisa hili liko tayari kuteseka kwa ajili ya jina la Kristo. Linalinda mafundisho safi, linakataa walimu wa uongo, linakataa matendo ya dhambi. Unaweza kusema, wow, kanisa la ajabu. Lakini bado kulikuwa na tatizo. Kristo anasema, nina neno juu yako. Unaweza kuuliza, Bwana, inawezekanaje? Baada ya yote wanayofanya, baada ya yote wanayovumilia, kwa nini bado unawakemea? Kwa nini usifumbe macho tu? Kwa nini uko makini kiasi hiki? Lakini Yesu anasema, nina neno juu yako. Hili ni jambo zito. Je, Bwana alikuwa na nini juu ya kanisa hili? Umeuacha upendo wako wa kwanza. Neno la Kiyunani ni apekes. Apekes. Maana yake ni umeuacha, umeupuuza, umeachana nao. Kuacha upendo wa kwanza kunamaanisha nini? Je, ni kupoteza hisia tu? Je, ni kupoteza msisimko wa kiroho tu? Je, Bwana hupima upendo kwa hisia tu? Hapana. Yesu anasema, rudi kwenye matendo yako ya kwanza. Upendo unaonekana katika matendo. Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 4 mpaka 5. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipoyafanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Hapa Yesu anazungumza kuhusu kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Maana yake ni hii: Mungu asiwe mshindani katika maisha yako. Hakuna kitu kinachopaswa kuchukua nafasi ya Mungu. Lakini pia ni kujitoa kwa jirani yako. Kwa maneno mengine, kanisa hili lilikuwa limeanguka katika chini ya maisha ya Kikristo. Kiini ni nini? Kumpenda Mungu kwa moyo wote na kumpenda jirani yako kwa moyo wote. Wakorintho wa kwanza mlango wa 13 mstari wa 4 mpaka 8. Upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauhusudu, upendo haujivuni, haujivimbi. Upendo haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, haukasiriki upesi, hauweki kumbukumbu ya mabaya. Upendo haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote. Sasa fikiria mfano huu: upendo hauhusudu, au mfano mwingine, upendo haukasiriki. Mwanzoni kama Mkristo alikasirika, pengine hakulala usiku, moyo wake ulimsumbua, aliumia kwa sababu alijua ametenda dhambi. Lakini sasa anakasirika na haoni tena uzito wake. Anasema, aliniudhi tu. Lakini zamani hilo halikuwa kisingizio. Zamani alijiuliza, nitaondoaje hasira hii ndani ya moyo wangu? Lakini sasa anajiuliza, nitaondoaje mtu huyu anayenikasirisha katika maisha yangu? Unaona mabadiliko?
Tatizo si kwamba hana mafundisho sahihi. Tatizo ni kwamba moyo wake umepoa katika upendo. Ana shughuli za kidini, lakini hana tena moyo ule wa kwanza kwa Mungu na kwa watu. Hatari ya kupoteza kinara. Jambo hili lilikuwa zito sana. Kanisa hili lilihatarisha kupoteza nafasi yake ya kuwa nuru. Yesu alisema, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Maana yake ni hii: hautang'aa tena. Hutakuwa tena kanisa lenye ushuhuda hai. Hutakuwa tena nuru katika mji wako. Lakini bado kulikuwa na tumaini. Mambo yangeweza kurekebishwa. Jinsi gani? Kwa kukumbuka, kwa kutubu, kwa kurudi kwenye matendo ya kwanza. Hata kama walikuwa na maisha ya kidini yenye shughuli nyingi, bado walihitaji kurudi. Walikuwa tayari kuteseka kwa ajili ya Kristo. Walilinda mafundisho safi. Hawakuacha walimu wa uongo waingie. Hawakuacha matendo machafu yatawale. Lakini hawakuwa tena na upendo wa kwanza. Hawakuwa tena na kujitoa kwa kina kwa Bwana. Hawakuwa tena na kujitoa kwa kina kwa watu. Na upendo wa kweli unasukuma mtu kufanya matendo ya upendo. Ahadi kwa anayeshinda. Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 7. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika paradiso ya Mungu. Huu haukuwa ujumbe kwa Efeso tu. Yesu anasema Roho ayaambia makanisa. Kwa hiyo huu ni ujumbe kwa kila kanisa. Ni ujumbe kwa kanisa letu pia. Ni ujumbe kwangu, ni ujumbe kwako. Ahadi ni kubwa sana. Yeye anayeshinda atakula kutoka katika mti wa uzima. Si katika paradiso ya mtawala. Si kutoka katika mti wa Diana, bali katika paradiso ya Mungu. Kwa watu wa dola ya Kirumi, moja ya sehemu zilizotamaniwa zaidi duniani ilikuwa paradiso ya mtawala. Na kwa watu wa Efeso kulikuwa na hadithi kuhusu mti wa Diana. Lakini Yesu anawaahidi kitu bora zaidi. Anasema mtakuwa katika paradiso ya Mungu na mtakula kutoka katika mti wa uzima. Hii ni ahadi ya uzima wa milele. Hii ni ahadi ya ushirika wa milele na Mungu. Hii ni ahadi kwa wale wanaoshinda. Hitimisho. Bwana Yesu anajua magumu unayopitia. Anajua shinikizo lako. Anajua majaribu yako. Anajua gharama ya uaminifu wako. Na hata kama wakati mwingine hakutoi mara moja kutoka katika jaribu hilo, yeye anaona. Yeye anajua. Na atakupa thawabu ya milele. Bwana Yesu anasifu kujitoa kwako kwa mafundisho safi. Anasifu kujitoa kwako kwa maisha matakatifu. Lakini usisahau hili: usafi wa mafundisho hauchukui nafasi ya upendo. Usafi wa mwenendo hauchukui nafasi ya kujitoa kwa Mungu. Shughuli za kidini haziwezi kuchukua nafasi ya moyo uliojitoa.
Kwa hiyo kuanzia leo, chunga moyo wako. Usiwe tu mtu mwenye shughuli nyingi za kidini. Usiwe tu mtu anayejua mafundisho sahihi. Usiwe tu mtu anayepinga uongo. Rudi kwa upendo wa kwanza. Mpende Bwana kwa moyo wote. Mpende jirani yako kwa kweli. Rudi kwenye matendo ya kwanza, kwa sababu Kristo anataka moyo uliojitoa, si shughuli za kidini tu. Amen.